Nikuambie kwamba kwa hakika huwezi ukawa na amani bila haki. Sasa kama akili yako iko vizuri kabisa, ina uwezo wa kufunction vizuri, ina uwezo wa kujitambua, lakini pia ina uwezo wa kutambua mambo ya msingi na kuyaishi ipasavyo, nadhani utatuelewa na utaendelea kutufuatilia. Amani na haki, tukizungumzia amani na haki, kwanza ni vitu vinavyoishi sehemu moja. Lakini pili, amani na haki ni vitu vinavyotembea kwa pamoja, haviwezi kuachana. Kwa hivyo huwezi kuzungumzia amani kama haujazungumzia haki. Na maeneo yote yasiyokuwa na haki, mazingira yote yasiyokuwa na haki, hapawezi kuwa na amani. Hata upiganie amani vipi kama hakuna haki, amani huwezi kuipata. Kwa hiyo ni uongo ambao utakuwa unajidanganya mwenyewe. Ili upate amani lazima kuwe na haki, yani kuwe kuna mifumo inayozingatia haki na haki inatendeka kweli kweli. Hapo ndo unaweza kupata amani. Lakini unachotakiwa ukiweke kwenye akili yako ni kwamba huwezi kupata amani bila haki. Sasa hebu tumsikilize huyu kiongozi hapa. Kuna namna ametuelezea kiasi chake kuhusu amani na haki. Naomba nithubutu kusema kwamba Watanzania wengi hawashabiki haki, sio wadau wa haki. Watanzania wengi kwa ujinga, kwa kurubuniwa au kwa vinginevyo au wanajidai kuwa wadau wa amani. Sina ugomvi na mtu yeyote anayepigania amani, lakini nikuambie kwamba kwa hakika huwezi ukawa na amani bila haki. Amani na haki ni vitu viwili vinavyotegemezana. Amani na haki ni zawadi, wasifu unaofungamana na Kristo Mwokozi. Kwa hiyo ewe Mkristo, ewe Mtanzania, kama unataka kujigamba kuwa mtu wa amani, jitose upiganie haki.